Karibu katika episode ya 7 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa chiki pop up unachokiona juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako, na kama bado hujagusa alama kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Okay, tulipokuwa tumeishia ndipo ambapo tunaendelea. Baba yake na mwamba John Jay, kwa sababu ya uwezo wake hafifu wa kuweza kuona, basi akawa anasainishwa baadhi ya mikataba. Kumbuka kwamba mwanasheria alishakula dili na mama mwenye nyumba, na mzee akawa analamba saini katika mikataba ambayo alikuwa haielewi kabisa, kumbe alikuwa anahamisha mali zake. Basi huko upande wa pili tunaonyeshwa bidada akiwa ameamka mapema na alfajiri na kuipamba nyumba kadri anavyoweza. Yaani ameanza kuchukua majukumu ya mke mapema. Na bidada Sumchang akamfuata jamaa na kuanza kumuuliza kwamba ni chakula gani ambacho ungependa kukitumia mume wangu mapema alfajiri hii. Basi jamaa akawa ametaja chakula fulani hivi, na bidada kwa sababu alikuwa hana chakula hicho ndani, ikabidi kuingia mtaani kwenda kukitafuta. Bidada Sumchang alikuwa akitabasamu wakati wote njiani, na alikuwa akiwasaidia watu kufanya kazi zao ndogo ndogo, lakini pia alikuwa akiwasaidia wajawazito kuweza kutupa taka katika madustbin na vitu kama hivyo. Yaani ni tabasamu tu wakati wote. Lakini yule afande Hane akawa amempigia leo mwamba John Jay na kumwambia kwamba nakuhitaji huko katika maeneo fulani hivi. Walipoweza kufika katika maeneo hayo akakuta kuna taksi moja ilikuwa imeweza kutelekezwa, na mtu aliyekuwa ameitelekeza ni yule mwamba Dojong. Hasa katika nyumba ya mtajili, katika nyumba ambayo mzee anazidi kutiliwa madawa kila siku ili lengo aweze kupoteza maisha. Mfanyakazi wa ndani aliweza kushtukia vitendo hivi na akaona kwamba lisije ikatokea zali likawa linamhusu na yeye. Siku leo akanamwambia bosi wake anataka kuacha kazi. Na wakati mwanamke huyu anaacha kazi, bidada Sian alikuwa akimsikia yote alikuwa anayazungumza. Mwisho wa siku akamwambia kuwa kama unaacha kazi basi twende nikakustiri sehemu fulani. Lakini huyu mwanamke mfanyakazi wa ndani anayefahamika kama Yura akasema hapana, hahitaji hifadhi yoyote. Mwisho wa siku akawa ameondoka pale na moja kwa moja akiwa amebeba mizigo yake. Ghafla tu kuna kibaka mmoja alikuwa kwenye pikipiki akaweza kumnyakulia kitu chake, lakini bidada akaweza kumsaidia. Na mwisho bidada hii akamchukua huyu mwanamama na kumpeleka moja kwa moja katika nyumba ambayo alikuwa akiishi mwamba John Jay. Ila walipokuwa wamefika walikuta kwamba John Jay alikuwa hayupo kabisa katika mitaa ile, bali waliweza kumkuta bidada pekee yule samaki mtu. Moja kwa moja mwanamama huyu akawa amekaribishwa. Bidada Siang moja kwa moja akaingia katika chumba ambacho mwamba John Jay alikuwa anaishi. Akakutana na picha ambayo ilimshangaza sana, kwani alipokuwa akimtazama John Jay alipokuwa mdogo alishangaa kuona kwamba John Jay alikuwa yuko na mama yake. Ila kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba huyu mama alikuja hapa nyumbani siku ya leo anafanana sana na mamake na mwamba John Jay. Sasa akawa ameshangaa sana jambo hili, akawa anatoka pale ndani na moja kwa moja anaelekea sebleni, lakini akakuta kwamba bidada yule samaki mtu anacheza sana na huyu mwanamama. Moja kwa moja akaanza kuona kwamba kama John Jay akijua kuhusiana na mamake itakuwa ni hatari sana. Basi akawa amemchukua mamake na mwamba John Jay kisha akawa amemtoa nje hii nyumba. Sijui alikuwa anampeleka wapi yani. Huko nyumbani kwa mtajili, basi mwanamama alikuwa akimtazama tu mume wake ambaye alikuwa hawezi kuona vizuri. Alikuwa anatembea na kuendelea kuita mke wangu, lakini alikuwa mbele yake na alikuwa amuitikii. Mwisho wa siku mzee akaweza kuteleza na kuanguka katika ngazi. Mtoto wake wa kiume hapendi kabisa haya yanayoweza kumtokea baba yake, hata kama anazipenda mali, lakini sio kwamba mabaya yaweze kumkuta baba yake. Akawa amepigia simu ambulance na wakaja nyumbani kumchukua mzee wake. Lakini hakuna kitu kilikuwa kinamkela mtoto wa mama mkatili anayefahamika kama Jian. Kama alipoweza kumsikia mzee wake katika hali ya koma, alikuwa akitaja jina moja tu, John Jay. Hasa yule kaka jambazi anayefahamika kama Daejon, siku ya leo akaanza kutafiti kuhusiana na usamaki wa yule bidada. Lakini kabla ya kuweza kumtafiti yule, lazima aweze kumtafiti huyu mwamba John Jay kwanza. Katika kufuatilia nyenendo zote za mwamba alizokuwa akizipita katika maisha yake, akagundua kwamba jamaa alikuwa anapenda sana kwenda kwa daktari mmoja hivi wa saikolojia. Ikabidi moja kwa moja kutimba mpaka kwa huyo daktari. Kumbe ndani kwa huyu daktari mwamba alikuwa tayari amelala na anarudishwa nyuma katika kumbukumbu zake za maisha ya zamani kama kawaida yake bana. Na siku ya leo jambazi alikuwa ametimba mitaa hiyo. Hasa jamaa akawa anajiona kwamba zamani sana yeye alikuwaga ni mtu ambaye anatokea katika ufalme na alikuwa na cheo kikubwa sana, lakini alikuwa ametokea kupendana na samaki mtu, na wakati mwingi wa jioni walikuwa wanapenda sana kukutana. Na baada ya lile tangazo ya kwamba samaki mtu anatakiwa kukamatwa kwa sababu alikuwa akifanya wizi katika maeneo haya, basi siku leo alikuwa ameandaa mtego. Na walipokuwa anaandaa mtego huu, mwamba alikuwa amejua kabisa kwamba bidada atakuja kwa sababu kuna ishara alizokuwa anazitumia. Na mwisho wa siku ni kweli kabisa yule samaki mtu akawa amefika, na alikuwa si mwingine bali alikuwa ni bidada Sokwa. Na mara baada ya hapo tu akaanza kushambuliwa baada ya kuweza kukamatwa katika neti. Jamaa alijitahidi sana kuwazuia watu wasimshambulie yule samaki na kusema kwamba sio yeye alikuwa anahusika katika vitendo vya wizi, lakini watu hawakawa hawaelewi kitu chochote kile, kwa sababu kuna mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anamchukia sana mfalme na alikuwa anamchukia sana pia huyu mwamba. Kwa hiyo akawa anasema kwamba samaki mtu huyu ashambuliwe sana mpaka aweze kuuliwa. Katikati ya ugomvi mzito sana, kuna mshale ukawa umerushwa katika maji, na mwamba aliweza kuona kwamba mshale huu ungeweza kumpata bidada, basi bidada angekufa. Moja kwa moja akajitosa baharini na kwenda kuzuia, na kwa bahati mbaya sana ukawa umemchoma yeye vibaya mno. Mwisho wa siku jamaa akawa anapoteza maisha. Bidada hakuamini macho yake, na kwa sababu alijua kwa isa wazi kwamba haji kumpenda mwanaume mwingine yeyote yule, kwa sababu huyu ndo mwanaume pekee anayeweza kumpenda. Mwisho wa siku akaamua naye kujichomeka ule mshale. Moja kwa moja wakawa wamekufa wawili katika kile kina cha maji. Hii ikamwachia kumbukumbu nzito sana ya maumivu ndani ya moyo wake. Jamaa akajikuta tu anaamka hapo kwa daktari akiwa anaumia sana. Ni kwa nini aliweza kuuliwa yeye pamoja na bidada? Na mwamba ndo akawa anashangaa ni kwa nini alimpendaga sana huyu bidada. Kumbe ni kwa sababu alipeana ahadi ya kwamba siku moja watakuja kuishi pamoja katika maisha ya mbeleni. Lakini kaka jambazi akawa anasikiliza haya mazungumzo yanayofanyika kati ya profesa na mwamba John Jay. Profesa akasema kwamba kwa kuwa hatima yenu ilipangwa muje kukutana tena kwa mara nyingine, lakini
si salama kabisa, kwani mtakapokuwa pamoja bado bidada siku moja atakuja kupatwa na mauti na mtakufa tena pamoja. Na pendekezo la profesa, ili bidada aweze kuwa salama kabisa, anatakiwa kurejeshwa katika bahari kule kule alikokuwa ameweza kutokea na aishi huko yeye peke yake. Zaidi ni kwamba kama wakiishi pamoja basi hatima ya kifo itahusu tena. Mwamba haraka sana akawa amerudi nyumbani, lakini kaka jambazi ameweza kusikia mkasa mzima huo. Jamaa aliporudi nyumbani akakuta bidada hayupo. Haraka sana akaosha gari yake na moja kwa moja kwenda kumtafuta mitaani. Akaweza kufanikiwa kumkuta katika maeneo ambayo alikuwa anacheza na watoto. Mwamba alipoweza kumkuta akamkumbatia na kusema kwamba nitakufanyia kila kitu utakachokuwa unakihitaji katika maisha yako. Basi bidada alifurahi kweli kweli na kumshikilia Mwamba mkono, kisha akampeleka katika maeneo ambayo bidada alichagua kila kitu anachotaka kula wakati huo. Na pia baada ya hapo akampeleka katika maeneo ya kuweza kutazama movie. Walipokuwa wakitazama movie walikuwa wakilia pamoja, wanacheka pamoja, kitu ambacho kikawavutia sana watu walikuwa kitazama kwa wakati huo. Moja kwa moja bana walipoweza kutoka katika eneo hilo wakaanza kudiscuss juu ya movie waliweza kuiona. Jamaa akamuuliza bidada kwa kusema kwamba movie ile ilikuwa na mwisho mbaya sana wenye huzuni sana. Ni kwa sababu eti Sterling anakufa mbele ya msichana ambaye anampenda. Alafu eti yule msichana naye akajiua kwa sababu mtu anayempenda ameweza kufa. Hii kitu inashangaza sana. Lakini bidada akasema kwamba si kitu cha kushangaza hata kidogo, kwa sababu hata mimi siwezi kuishi bila mtu ninayempenda. Na Mwamba alipoweza kurudi nyumbani tu akamwambia Tayo kwamba naomba ongeze ulinzi na kufunga CCTV nyingi kabisa ili niwege namuona bidada kila sehemu anapoelekea akiwa hapa nyumbani. Hasa Mwamba Daejong yule jambazi moja kwa moja na yeye akaamua kwenda kwa profesa, anataka kuiona jana yake kwa sababu kuna ndoto aliweza kuziotaota katika maisha yake. Anashangaa kwamba ni kama vina uhusiano kidogo na maisha ambayo Mwamba alikuwa akiyasimulia hapa. Na Mwamba alikuwa anahisi kwamba huenda labda katika maisha ya zamani yeye ndo alikuwa amehusika kuweza kuua huyu samaki mtu na Mwamba hapa Junjae. Lakini ajabu ni kwamba alipoweza kuingia katika mazingira ya ndoto alishangaa kuona kwamba sio yeye ambaye alikuwa amehusika kufanya mauaji hayo hata kidogo. Sasa Mwamba Jian baada ya kumsikia baba yake kule hospitalini anataja jina la Mwamba Junjae, kitu hichi kilimkela sana na moja kwa moja akatimba ofisini na kujitangaza kuwa rais katika kampuni kwa wakati huu kwa sababu babake anaumwa sana na amesafiri. Maamuzi haya yalishangaza sana bodi ya wakurugenzi ambao walibaki wanashangaa tu, lakini mdogo akatimba moja kwa moja mpaka kwa babake pale hospitalini na kumwambia kwamba baba, sasa hivi mimi ndio rais katika ile kampuni, nimelisi nafasi yako. Mzee hata kuongea maneno mengi, yeye alisema kwamba anahitaji kuonana na Mwamba Junjae niweze kuongea naye kidogo. Jamaa akasema kuwa sawa, nitakwenda kumpigia simu. Lakini upande wa pili unaonyesha kwamba Junjae alikuwa ameenda kumtembelea yule secretary alikuwa amepata ajali ya gari. Alipofika hospitalini akaanza kumshukuru huyu secretary ambaye alikuwa na hali mbaya sana kwa kumwambia kwamba ulikopoge na mimi kipindi cha miaka 300 400 iliweza kupita nyuma, ulikuwaga upande wangu mpaka dakika hii wewe uko upande wangu na hujawahi kunitupa. Akamwahidi kabisa kwa kusema kwamba nitamtafuta mtu ambaye ameweza kukujeruhi na kusababishia hiyo ajali. Kisha akachukua simu yake na kumuonesha picha ya yule Mwamba Daejong. Akasema kama huyu mtu ndo aliyeweza kukuzuru basi naomba ufumbe macho yako na kufumbua. Basi ni kweli kabisa secretary aliweza kufumbua macho yake na kuyafumba. Jamaa akaahidi kwamba atakula naye sahani moja mtu huyu. Hasa kutokea ambapo bidada Sian ameweza kugundua kwamba Yoran ndo mama yake na Mwamba Junjae, basi kitu kikawa kinamuumiza sana kichwa katika maisha yake. Akawa ni mpole sana, mnyenyekevu sana kwa huyu mama. Yaani kawa tu hapa tu amebadilika. Huyu mama akawa anashangaa sana tabia ya huyu bidada. Mbona imebadilika na bidada anakuwa na shobo sana na mimi mpaka anamuuliza, "Hivi wewe nimekufanyia nini mimi mpaka unipende kiasi hichi na kuanza kuniangania kila wakati?" Lakini bidada Sian ikabidi kumwambia huyu mama kwamba, "Hivi Junjae si ni mwanao pia?" Mama huyu akasema kwamba, "Umemjuaje huyu mtu? Aliweza kutoroka kipindi alipokuwa mdogo sana." Lakini bidada Sian akasema kwamba, "Hapana, mbona bana huyu jamaa amesoma nje ya nchi, amekaa sana nje ya nchi na amekuja yuko Korea na mpaka dakika hii tunaishi naye hapa katika mitaa hii." Haraka sana mwanamama Yoran akaelekea kule ambako alikuwa anafanyia kazi nyumbani. Alipofika tu akawa anamuuliza huyu mama na kumwambia kwamba, "Hivi mtoto wangu ulisema yuko wapi?" Lakini huyu mwanamke ambaye ndiye ambaye amemchukulia mume wake akasema kwamba, "Si unajua kabisa kwamba mtoto wako aliwezaga kupotea zamani sana." Huyu mwanamke akamwambia kwamba, "Mwanangu hajaweza kupotea, yupo." Akaahidi kwamba kama akifanikiwa kumpata basi atakwenda kumwambia kila kitu na kila uovu ambao mwanamke huyu ameweza kumfanyia. Hasa mwanamama alifanya tukio moja la kikauzu kweli kweli. Hapo tu mwanamama huyu ameweza kutoka nje akawa ameagiza majambazi waweze kumteka na kumwangamiza. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba bidada Sonchang alikuwa anapita mitaa hiyo na kuweza kumsaidia. Lakini kumbe pia bidada alikuwa akifuatiliwa na Mwamba anayefahamika kama Tayo ambaye amepewa kazi ya kuhakikisha kwamba wakati wote anamlinda bidada Sonchang. Na Mwamba akapiga picha tukio zima la kumuonesha kwamba bidada alikuwa akimsaidia yule mwanamke. Kumbuka kwamba hata Tayo hajui kabisa kwamba huyu ndio mama yake na Mwamba Junjae yule ambaye ni rafiki yake wa karibu. Huku kituo cha polisi Mwamba yuko busy kweli kweli kuwasaidia polisi kuhakikisha kwamba wanakamilisha uchunguzi wao. Lakini siku ya leo alipokuwa akimtazama huyu afande kwa ujirani zaidi akaja kugundua kwamba huyu jamaa alikuwepogi pia katika maisha ya zamani na alikuwa anafanya kazi yake vizuri sana. Kwa jamaa maisha yake afande yalitokea kutokea karne na mpaka dakika hii bado ni afande. Siku ya leo ili kuweza kuchunguza jambo fulani hivi kwa uzuri zaidi ikabidi kuelekea kwa yule profesa akiwa ameambatana yeye pamoja na yule afande. Lakini walipoweza kufika katika eneo hili alishangaa kuona kwamba profesa kila kitu anachokiongea ni kama alikuwa anadanganya tu. Ikabidi amuombe afande kwamba atangulie mbele kisha yeye anataka kwenda
kuzungumza na profesa kwa uzuri zaidi. Na baada ya pande kuweza kuondoka, sasa huyu profesa ndo akaanza kumwambia kwamba Daejong yule muuaji alikuja hapa siku ya jana, alikuwa anataka kujua jana yake iko vipi. Na katika kutazama alikuja kugundua kwamba sio yeye alikuwa amehusika katika kufanyia mauaji siku za zamani sana zilizoweza kupita. Na dakika hiyo hiyo profesa wakati anatoa maelekezo, Mwamba Junjae akaja kushtukia kwamba bidada alikuwa amepoteza mawasiliano yake. Moja kwa moja akawasha gari na kuanza kumkimbizia bidada ni wapi alipokuwa hapo. Bana, nipende kushukuru kwa wote ambao mnaachilia maoni yenu katika ukurasa wa comment. Asanteni pia kwa wote ambao mnagusa alama ya kulike kila wakati. Ila nipende sana kuwapongeza wale wote ambao wanatoa maoni yao na kugusa alama ya kulike, lakini pia hata wale wanao comment makopa kopa. Pia tumepata mchango mkubwa sana kutokea kwa dada yetu mmoja anayefahamika kama Deborah Gervas, anasema kwamba DJ unauzi sana kwa sababu unachelewesha kazi, na bila shaka yote nimeweza kuyafanyia kazi mawazo yako, na nimemwahidi kabisa kwamba siku leo tunakwenda kuhitimisha mpaka finali tamthilia hii. Lakini kuanzia sasa tamthilia yote itakayokuwa inaanza itakuwa inaisha ndani ya siku moja. Samini sana maoni yenu, kwa una ruksa ya kuweza kutuma maoni yako, lakini kila maoni unayoyatuma huwa mara nyingi wanayapitia na kuweza kulike, na ninapokuwa nimelike maana yake nimeweza kuyasoma maoni yako na kuyatendea kazi. Kwa unaweza kutuma maoni yako kuanzia sasa